Clouds TV, empowering lives. Tuzungumze kuhusu receiving the calling of God. This is the calling of God. Because I don't know why mumefunga vitambaa. I don't know. Mimi sijafundishwa kwa warokore. Mimi nilikuwa mungiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuwa nini? Mungiki. Mimi ni Mungu tu ananitrainanga kila siku. Ile kitu mnaonanga nikifanya, it's not out of experience. It's not out of a theological school. But I learn from God. Every single day he teaches me something. And because, why does God teach me? God teaches me because I decided to have a teachable spirit. I decided to listen to God. I decided to walk and do the will of God. Praise be the name of God. And when you do the will of God, you can never go wrong. Hauwezi ukapotea. If you feel that you know, unajua sana, Mungu na wewe kuna mahali atakufinya, utajua hujui. Mimi nilifanya hivyo, nilikuwa na kiburi, nilikuwa sisemeseki, siabiliki, siabiwi, na kaaga kama kiburi, kama natembea kama getingo. Wakati Mungu alidecide kunileta chini, alinirudisha chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti ni mimi nashika microphone na wahubiria. Mimi nilikuwa nimekataa. I did not want to hold a microphone. If there was anything I hated, it's a microphone. But how today I hold this microphone to teach? Ati ni mimi ni chiaredi. Leto joe kariyo bagi. Mwanyonaka ukaigira kifadarugu. Ati ni niji hujagia Yesu na jebuga Yesu ni muishi wa bao. Niko nasema Yesu ni mkora. Ni muishi wa bao. Mtoto ya maraya. Hakuna kitu sikuita Yesu. Lakini Yesu, the more I abused him, the more he came closer to me. When God has chosen you, there is nothing you can do. When God has said you are the one, Moses was the least amongst the people that God could have used, according to men. But Moses was the highest, according to the plan of God. He was a stammerer. Alikuwa mtu wa hasira. Alikuwa mtu arrogant. Kijama kilinyonga mtu kikiwa peke yake. One person akanyonga mtu akiwa peke yake. Without conspiracy, without a plan with anybody else. Yeye mwenyewe aliona kimutu watu wameniletea shida, kang'aa na kazika peke yake. Na Mungu akamtumia kama liberator. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is things that will happen in our life. They are beyond you. They are beyond me. Don't hate this person because wewe una feel ati haumutaki, haumupendi. Kuna yule preferable candidate wako. Huyo ni wako, naye Mungu wako na wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Listen to the call of God. When you listen to what God is saying, you can never go wrong. You can never have your own person. You can never have ati lazima nifanye kazi na huyu, ama nikae hivi, ama nitembea hivi. No! God has his own choices, and we have choices. If they don't line with the plan of God, God will reject them. Bwana Yesu asifiwe sana. People in this country have opposed me. Watu wengi, mapasta wengi, they wameniopose, wamepigana na mimi. But the more they fight me, the more I'm going forward. The more they fight me, the more I'm going forward. The more they want to kill me, the more I'm growing strong. Because I am in the plan of God. I'm not in the plan of human being. The moment you know that you're not in the plan of God, if you're not in the plan of man, you're in the plan of God, nobody will shake you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu anaweza kukubabaisha wala kukutisha. Maana you are in the season. You are in, like myself now, I am in my season. Hallelujah. Kama hamjui kutoka wakati tulitoka mlima, tuliingia kwenye season. It is our season now. And wale watu si wa hapa, ambao wameshikilia kukaa hapa na si wa hapa, hawawezi kukaa hapa, kutachomeka. Maana this is not their season. Don't force things to work the way you want to work. Don't make things move katika njia ambayo wewe mwenyewe unataka. Allow, seek God. Kufunga kitambaa kama hiyo, seek God. To come to church, seek God. To hold a microphone, seek God. To teach any word, seek God. Don't do things just because you want to do them. You must have a clear indication.
Wale wa mama wanasema I have been teaching you about kwenda mlima. Hawa wamekuja. I don't know them. They are here. Niliwaambia kuhusu hiyo daraja ya Mungu, wamekuja. They have confirmed. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you know that you are right with God. Tunarudi huko tarehe 19 mwezi wa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Daudi hii mnajilipia. Daudi hii mnajilipia. Na nataka tuende na 1000 plus. 1000 plus. Maana siku hiyo tutainua madhabahu na tutahuha shoro. Tutahuha shoro. Mnasikia ile Uhuru alikuwa ameambiwa ahuhe, akakataa kuhuha. Siku hiyo tutahuha. Na siku hiyo mpaka CNN itakuwa na BBC itakuwa. Tutahuha, tutagaza. Na sisi yote tutakuwa kwa white, tutahuha. Yes. Adwa gwetea madina mbere na gutwetera. Megututwarako. Adwa gutuhura madina mbere na gutuhura. Megututwarako. Mimi nimepigwa risasi. Dika na niwe shari dinde dirathiria hureto. Nowe. Wamenyereko. Atunasemaga hapa risasi 12 kwa mwili. Nimeenda jela mara 52 na nimewekewa sumu mara 9 na nimetekwa accident 18. Nimepelekwa hapa Nyati House. Nyati. Hapa Nyati House. Siku hiyo wa Monyoro ndiye alikuwa bosi ya huko. Dark room. Nimefinywa. Mnasikia kufinywa? Nimefinywa. Hiyo ndio ilisababisha nizae watoto wengi. Sikuzaa watoto wengi kwa sababu nilikuwa prostitute. Hapana. Nilikuwa nataka kutest kama nimezimwa. So don't blame me kwa sababu ya watoto wengi. Niko na watoto 35. Na oranga ngana tureda kuhikio ni mudu na ciana 35. Sigage kuhura. Ukataba wehurie ni ihe cigana na ni njiretu cigana na ci ungioka kurehera baba wao thina ri cige kumbanira ciothe no cigutigie. The main only reason, I was not a prostitute. I was not mtu wa kutakataka, lakini venye nilifanywa pale na hawa wazee, nilitaka kukuja huko kuangalia kama niko sawa. Na hiyo ndio the only way I could have tried to see whether I'm okay. And I discovered that when people have tried, wamekupeleka chini, wamekupiga chini, wamekufanya kila kitu, that is the time that God makes you more productive. Hallelujah. No kadora yega muno. Ndajiguira tha maundu maria ndagereire. Nililala na nyoka karibu 7 kwa karumu 2 days. Hazina meno, haziwezi kukuuma, lakini imagine sasa uko na nyoka inakupita hapa, inapita hapa, kingine kinakuja, kinakupita hapa, kinakupita hapa, kingine zinakuja zinakulalia. Na kuna watu wanakuja wanakuchukulia kwa maana wameweka kamera wanakuchukulia venye. Sasa mimi Mungu alinipatia comfort nikalala. Every time zililala na mimi nilikuwa naziweka joto. Zinalala, unakuta kimoja kimenilalia hapa, kingine kimenilalia hapa, kingine kimenifuga mguu kimelala. Yani nilikuwa comfortable. I was comfortable. When they think they are trying to finish you, that is the time that God will prove to you that I am with you. You are my son. I'm taking you far. Nilipelekwa kwa nyumba ya siafu. That shocked them. Hiyo afadhali ya kufinywa kuliko ya siafu. Maana walirusha nyama, kilo moja ya nyama hivi kwa siafu nikiangalia. It's one part of making you to cooperate. Waliagusha kilo moja. Within 15 minutes kamfupa kalikuwa kwa white kama hapa. Nyama yote imekuliwa. Sasa anakuambia unataka tukuweke hapo ama utasema buduki iko wapi? Nikawaambia niwekeni hapo. Mimi nikaigia. Siafu badala ya kunikula zilitaba vizuri, zikalala. Naona vile joke sitabaka sikataba hado, zikalala, zikanilalia vizuri, zikatengeneza lea. Jamaa alikuja akaniuliza wewe unakuaga mchawi ama unakuaga nani? Nikamuuliza kwa nini? Hizi zinafaa within second ulikuwa ufaa utuite. Ndio maana tumeweka hii microphone hapa. Within seconds ulikuwa ufai utuite utuambie niko na jibu. Sasa tumekaa 1 hour, hakuna jibu, hakuna kutuita, hakuna kuongea, wewe ni nani? Nikaambia mimi ni mtu wa Mungu. They cannot finish you.
When God has decided to use you, when God has decided to choose you, when God has decided to walk with you, because you are not an ordinary man, you are not an ordinary woman, you are a chosen vessel for the purposes of God. And that is why no enemy will be able to fight you. Hakuna adui atawezana na wewe. Hakuna adui atakuweza. Hakuna adui atakushinda. Utashinda vita vyovyote. Maana it is not in your capacity. It is not in your will. It is not in your arrangement. It is the arrangement of heaven. And those people you don't walk around. Unaenda unasema utapigana na wao. Utakuwa na kiburi na wao. Hiyo kiburi kitakukunja. Avoid that kind of people. Ni watu wabaya, si wazuri. Ni mwana katadiki mundu kiega. Unachikiria kuwekwa kwa mashini ya kunyogwa. Si niliwaambia venye niliwekwa kwa mashini ya kunyogwa. Jogona alikufa. Jogona yule ananyogaga watu Kamete alikufa. Baada 3 months later alikufa. Maana alikuwa anakuja kila asubuhi ananiambia, "Warege! Siku wiki mbili imebaki." Nikamwambia kubavu, kwenda mimi sikufi. Anakaka, "Warege! Wiki moja." Maana kunyoga mtu analipwa. So alikuwa anatamania siku ifike ndio apata kamshahara. Na kunyoga mtu ni shilingi 100,000 na 150,000. Ili angelipwa. Hiyo ni kaproti then. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ananikumbusha kila siku akipita hapo. Na mimi nilikuwa namwambia, "Mimi sitakufa, wewe ndio utakufa." Baka akanipeleka kwa mashini juu akaniambia, "Ulisema namna gani, rudia tena?" Mimi sikufi mpaka nikiwa kwa hiyo mashini. Wameweka mashini, nimekanyaga padi na padi. Kaba nimeweka na kaguo kabulaki kamewekwa hapa, sasa naangoja. Padri akakuja akaniombea, pasta akaniombea, shehe akaniombea. Tukaongojea simu, kwa maana hapo kwa kado kuna simu. Unakaa kwa mashini, unakaa dakika 5 ungojee simu inaweza kupigwa. Maybe the president amechange mind. Ikikataa kulia wanafinya. Kama dheka naitwa Jogona. Ndio hiyo mabati ifukuke hivi. Uteremuke hapo unyogwe. Badala mabati kuteremuka chini, ili inuka juu, ikakuinua juu. Mungu atakuinua. Watapanga kukumaliza, lakini Mungu atakuinua. Watapanga mipango miovu kwako, lakini Mungu atakuinua. Huyo Mungu anakujua na anajua the reason for you to be here. Mabati iliniinua juu. Something that has never happened worldwide. Mabati kufunguka na juu, inafungukanga na chini. So when God has called you, mabati yako itafunguka na juu. Hallelujah. Maana watatarajia uende chini, kumbe saa hiyo ndio Mungu anataka kukuinua. Watapanga, watakuwa wamepanga wamekumalizia, kumbe that's the time that God is beginning with. Mlazima ningemalizana na Kenya mpaka president, nikafanya ile power of mercy ya president, tukaandika barua, president yakakataa, makoti zote zikakataa, ma DCI wakakataa, everybody akakataa, mpaka wazazi wakaitwa wakakuja waniambia wanipatie bye. Wazazi walikuja wakanipatia bye. Mke wangu alikuja nikamuhagi, nikamumunya. Sasa nika-imagine, maana mke wangu alikuwa beautiful. Nika-imagine sasa, oyo ni adhie, huyu ni daddy. Adu ageni wa mareko. Nikaambia Mungu. Tutoto tukaletwa hapo tukanihagi, lakini hatukuwa tunajua naenda kunyogwa. Wanakuambia kaitisha chochote nataka. Nikaitisha mchupa ya Hennessy, government pays. Kisha chupa ya Hennessy. Nikameza. Hata ukitaka kuku, hata ukitaka anything unaletewa. Madam, utaletewa. Siku hiyo nilikula vizuri. Lakini I kept on reminding Kamuse Haka, I am not dying. Bwana Yesu asifiwe. I want to assure you today, before the destiny ambayo Mungu amekupangia, you are not going to die. Nobody is able to terminate your journey. Nobody is able to turn around your journey. Nobody, hata wakakuinukia, hata wakapigana na wewe, hata wakawa na viburi, hata wakawa na anything that they think they can be able to do. Hakuna kutile mudo konyitelea moyo wako. Hakuna mtu ameshikilia. Maana your destiny is connected with God, and when God decides it is your time, nobody can be able to terminate your destiny. It is only God who knows the reason he created you to be on this world. Only God that has a reason for you.
Nobody else has a reason. It is only God. It's only God who has a plan. And he says, I got a good plan. A good plan. A plan not to destroy you, but a plan to make you strong. A plan to make you wonderful. A plan to make you successful. God has a reason. God has an arrangement for you. And then this somebody called Samuel. Samuel hata kukuja kwake duniani alikuja kwa matatizo mengi sana. Maana ilibidi mama aombe. Mama akaomba mpaka watu wakamchekelea, mpaka watu wakamkejeli. Watu wakamuona ni kama huyu hajielewi. But God alijua Samueli atakuja tu hata mcheke. Samueli atakuja tu hata mkejeli. Samueli atakuja tu hata mkatae. Samueli atakuja tu. Whatever God has disposed in you, it is still coming. Don't worry on the situation you are in today. The situation you are in today is a preparation, because God does not want to contaminate you with other people. He just wants you to come in your season as per the arrangement of what he wants to give you. As per the arrangement of what you want. Kila kitu amepangia, amekupangia. The atmosphere ambao umepangiwa na Mungu haiwezi kuchanganyishwa na mtu mwingine. Haiwezi kuwa contaminated. Haiwezi kuwekwa katika mahali ambao hapafai. You are an original. You are not ordinary. You are extraordinary. Ndio kwa maana wakati wa mama walikuwa naambia mama, huyu mama wa Samueli alikuwa naita wa mama, kujeni mnisaidie kuomba mtoto akuje. Hadi wakati walianza kumchekelea wakaondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema maadui wako wataondolewa leo. Watu ambao hawakuhusu wataondolewa. Wale watu ambao si wakionekiki yako wataondolewa. It doesn't matter how many days you have worked together. It doesn't matter what has happened to you. Wataondolewa, maana when the time this boy is about to be birthed, God will do something. He will chase away those people that will come wanaweza kuja own the project, they own the baby. Kama Hana angeendelea kutembea na akina Penina, wakimbia wakimuombea na maombi ifike na azaliwa, wakina Penina wangekuja kusema ati mtoto ni sisi tulikuombea. Ilibidi mpaka rafiki zake wote wamuache kabisa. Ilibidi walichoka kuomba, wakaanza kumchekelea. Mama itagadhata ya gware, mama itagadhata inodege shiara. Lakini Mungu alikuwa na plani. Kumbe alikuwa anataka kuwaondoa, so that when Samuel comes, nobody will own him. Your gift will never be owned by anybody. Touch your neighbor, mwambie, whatever God has deposited in you, it will never be owned by anybody. It is only that God owns it. Wakati walipo mkejeli, Hana akiwa katika hali ya kukakaa, akasikia sauti kamwambia, badilisha maombi. I am not looking for a baby. God told him, mimi si mtoto nataka, mimi nataka nabii. Hallelujah. Mimi si mtoto nataka. You may be praying for something and that God doesn't know and hataki hicho kitu. Kumbe Mungu anataka kuleta kitu kingine. Lakini you've been calling, praying every time. Because Ana na kina Penina walikuwa naombea huyu mama apate mtoto. They were just praying for mtoto. Huyu mama na umuhekana. Fafa niturakohoya umuhe Bwana, yani baba nitakuomba upatie huyu mtoto, mama mtoto. They were praying for a baby, an ordinary baby, but in the womb, katika mtombo ya mama huyu, ndani yake hakukuwa na mtoto wa kawaida, kulikuwa na mtoto nabii. Kwa hivyo hawakuwa wanajua si mtoto amebebwa na huyu mama. Mayai ya huyu mama hayakuwa na mtoto wa kawaida, yalikuwa na nabii. So Hannah had to be convinced by the angels a change formula ya maombi. Tell your neighbor, badilisha maombi yako. Mwambie, ninajua umeomba sana na maneno haifanyikangi. Mwambie, badilisha maombi. Badilisha maombi. Maana in the mind of God, God was not interested with a normal baby. Because already there was a David coming. And a David needed somebody to anoint him. So the person to come and anoint David was Samuel. So Samuel was alikuwa ndani ya tumbo ya mama yake, being prepared because of one person called David. So the only reason for Samuel to come to this world was to come and anoint David. That was the main reason.
So you have a main reason why you are on earth. And that reason, wakati itafika, na wakati itafika wakati wake, in the season, in the time. And you are here on a purpose, on a mission. So don't worry on what is happening around you. Don't worry on how people have rejected you. Don't worry on why things are not working. They are not working because your time is not yet. They are not working because muda wako haujafika. Muda wa kubarikiwa haujafika. Muda wa kuinuliwa haujafika. Muda wa kutangazwa haujafika. Na hawezi ukatangazwa kabla muda ufike. Kwa hivyo Hana alivumilia na maombi yake. Maana aliendelea kuomba na akaomba na akaomba na akaomba, lakini nothing was happening until the time for the prophet to come. Akabadilisha maombi. Mungu akampatia majira ingine, akabadilisha maombi, because the time of the prophet to come has come. Bwana Yesu asifiwe. You are not late. Haujachelewa on that which is happening to you. Things are happening to you because God wants them to happen to you that way, because your enemies are remaining. If they know you before what he said you are going to become, they're going to kill you. Hallelujah. They made a serious mistake when they said Mohanukia ni asiarwa. They made a very serious mistake. Hawangesema ati Yesu, kumbe Isaia alikuwa metabiri kutakuja, the Prince of Peace is coming. And then oge ajata, the seers wakajua, wachawi waganga wakajua kutakuja kuzaliwa, mfalme akajua, and immediately this boy was born, and many other were born. The king came and said, watoto wote wachinjwe. Hawa watoto wote hawangechinjwa. Kama hawangejua kuna mtoto atazaliwa, hawangechinjwa. Lakini kutangaza kule walitangaza, walifanya kuwe na preparation. And why was these children killed? Why? The reason is because there is a king that is being born. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakajua na wakaelewa kuna mtoto atazaliwa, na king akaprepare ajeshi watu wachinjwe wote. Bwana Yesu asifiwe sana. So God has a plan. And walk in the plan of God. If you walk in the plan of God, nothing will go wrong. Do not be anxious. Do not be anxious of anything. Just relax and do the will of God. Be in the will of God. Don't force things to happen. Just allow God to flow in your life. Allow God to be in your life. Just give God space. Just be in the presence of God. Moses wakati alijua sasa wakati wangu umefika, alienda kwa Mungu akamwambia, yes, nimesikia umenifanya nabii, lakini siondoki hapa without what? Without your presence. I can't walk. Just seek the presence of God. Don't seek the material. Don't seek the positions. Don't seek for anything. Just be in the presence of God. You came here to worship God. You did not come here to worship man. You came here to seek the face of God. You came here to seek the power of God. You came here to seek the hand of God. You never came here to seek anybody else. Your pastor is not material, is not subject to what you came here. Your bishop is not subject to what you came to do here. Your apostle is not subject to what you came to do here. You are here because you came to seek God. And you come to seek the presence of God. Only that. That is only what you need. You don't need anything else. You don't need money. You don't need anything. Moses did not need anything. He knew, when I am in the presence of God, everything will align with the presence of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything itakaa kulingana na presence. When you are walking with God, pesa zinakutafuta. When you are walking with God, magari zinakutafuta. When you are walking with God, favor inakutafuta. Anything that is supposed to be yours will locate you, because they have heard you are walking with God. Bwana Yesu asifiwe sana. If today you see me on TV nikisalimia Ruto, ni watu wangapi hawatakuja kunitafuta? Kila mtu, wanabiashara wote watakuja kunitafuta. Nilikuona jana, Mungu amekubariki. Hata kama mnasema Ruto ni shetani, hapo tena itabadilika story. Najua Sharedi ni businessman, business lead. Atakuja, nitaka kwa nini na mudhamaki? Dogetashaleria mateda. That will be the thinking. Dogetashaleria mateda, because she will now gomeri arone teira ya niaba komiga kado tononio na nitwasamani nake na mudhamaki. Dogetashaleria mateda. Yes, language inabadilika.
Ukionekana na mtu ambaye ni mkubwa, language inabadilika kwa midomo ya watu. Ukionekana na presence of God, everything, hata wanyama watakupenda, miti itakupenda, kila kitu, anga itakupenda, anything itakupenda. You will be walking in the presence of God and the things will be just following you. Una imagine Musa alikuwa na kamuti tu, alikuwa anaangusha chini, kanabadilika kanakuwa nyoka. Sasa hebu angusha kako leo. Angusha kako kabadilika kuwa nyoka. Tutakuita magician na devil worshipper. Na tutakuchoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuchoma because you are not in that season of the presence of God according to that line. So you need to surrender. Only surrender to God. Story mingi wachana nayo. Surrender to God. When Hannah changed the prayer, na akaanza kuomba, Baba nipatie mtoto, na unipatie mtoto wa kijana, na huyu mtoto nitamrudisha kwenye madhabahu. Akawekwa tik na Mungu. Bingu ikasema nietekera nieti ya kiria kio. So what have you been asking God? Ni nini umekuwa ukiomba Mungu? Have you been asking God akupatie the right thing, ama umekuwa ukiombea kitu kingine? Umekuwa ukiombea chai na Mungu anataka ukunywe uji? Bwana Yesu asifiwe sana. Ask your neighbor, umekuwa ukiombea nini? For Samuel it was so impossible because akina Penina walikuwa wameona this is an impossibility. Akina Penina, in your life they see an impossibility in you, but God has a reason to make you smile. God has a plan for you to smile. Mungu ako na mipango mizuri ya kufanya ucheke, ukusikie mzuri. Shosho haijalishi ukinyetie miaka igana, Ngai no egukurathima, Ngai no eguka. Onoko ni musherere miaka yoyothe no eguka, mahinda ni makinyuma, Ngai guka. Tigo sharero washarero ni amenyire akuhe indo nyingi we muiretu nungi uragira niguo ari mwitei. Eli the priest taught him what to do. You hear now, this is Eli. Bwana Yesu asifiwe sana. This is Eli ambaye Samuel alizaliwa ndio ujue Mungu anakuanga na mipango mizuri. Samuel was a prophet. Wakati alizaliwa kwa nyumba, alikaa kwa nyumba ya nani? A prophet. Alikaa kwa nyumba ya Eli, a prophet. You can never grow. God cannot allow you to be in the wrong position. Hallelujah. God cannot allow you to be in the wrong hands of people. God cannot allow you to be married to a man that you don't belong to. God not allow you to do business that you don't belong to. Eli was a prophet of God, so Samuel became a prophet because he lived within the prophetic anointing. The prophetic ground lazima ingetengenezeka. That is why you are told to sit under, listen, kaa chini ulelewe, kaa chini ufundishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uko hapa kwa sababu kuna kitu nimebeba yako, ni kuachilie. Ninapoiachilia ndio unabii ulio ndani yako, ndio mafuta iliyo ndani yako ifanye kazi. You need to live with a businessman for you to be able to do business. You need to partner with business people. You need to partner with great people. Bwana Yesu asifiwe. If you want to become great, tembea na watu wako wakubwa. Wacha kutembea na watu wa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. If you want to become a president, tafuta akina Ishongwa, akina Wamonyoro. Tafuta watu utembee na hao. Akina Wajakoya, hata kama anavuta bagi, tembea tu na yeye. Maana kuna mafuta yako nayo hauna. You need that anointing. Kama unataka kuwa priest, tembea na Dora. Hello. Ndio uvage nguo kama hii, tembea, wacha kiherehere. Wacha kuforce vitu, tembea na mimi. Allow kuwa kama Elijah na Elisha. Tembea. Elisha alikubali kutembea na Elijah. Mahali popote Elijah alienda, Elisha alikuwa pale. Kwa sababu alijua at the end of the day kuna kitu naenda kukamata. Kuna kitu naenda kutap mahali hapa. You cannot tap from nowhere. You will only tap from somewhere. Bwana Yesu asifiwe sana. Eli the priest taught him what to do in those days. The Lord did not often give his messages to people. He did not often show things to them in visions. Those days, God never. Hakuwa na pia vanya hizi tunakaa hapa nasikia tukikaa kidogo taanza kusikia mtu amesema nimeonyeshwa. We are living in a world that is so funny. Bwana Yesu asifiwe sana. And we allow that venye umeonyeshwa. Mimi nasikiliza tu, mimi niko na masikio ya kusikiliza kila mtu. Alionyeshwa na kuja na kukutana na mashetani hapa, na watu wa Mungu wanakuja na wote ni wagu. Maana ni binadamu. Nimepewa wote. Kwani wakati nilikuwa Mugeke, si nilikuwa na majabazi na watu wazuri. Nilikuwa na watu wanafuta tubako na wengine wametobolewa masikio. Wengine wamevuga mashuka, wengine wamesema wakaa hivyo. I had every kind of a creature.
And I loved them and walked them because God has chosen me to walk with these people. So hata nikiletewa manyang'au hapa nitatembea na wao. Nikiletewa manyoka hapa nitatembea na wao. Maana nani alikwambia wewe ni mzuri? Samueli alijikuta ndani ya nani? Ya hekalu, ndani ya sanduku, karibu na sanduku la agano. Kwa nini? What a coincidence. Alijikuta kwenye sanduku la agano. What a coincidence. Alijikuta kwenye nyumba ya Mungu. What a coincidence. Alijikuta kwenye mipango Mungu alikuwa amepanga. Maana Mungu amekupangia. Mungu ameandaa mipango yako. Mungu ameandaa kila kitu ambacho unakihitaji katika huduma yako. Huduma yako sio katika huduma tu, sio kama mpango tu kama mtu, ni mpango uliopangwa hususan na Mungu. Kila kitu, kama umeitwa kama nabii, haukuitwa jana, uliitwa kabla hujazaliwa. Yeremia 1 inasema kabla hujazaliwa yeye alikujua na akakuumba, akakutengeneza, akakutenga, akakufanya nabii. Alifanya mikakati yote kabla hujazaliwa. Alikuandaa kabla hujazaliwa. Aliandaa mama yako na akaandaa baba yako. Yeye ndiye aliwakutanisha, maana mama yako alikuwa na mbego nusu na baba yako alikuwa na mbego nusu. Mbego hizo zikakutanishwa maana zilikuwa zizae nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not here by coincidence. You are not on earth by coincidence. Hauko hapa kwa mipango yako. Mungu alikuandaa na aliandaa mpango hususan kwa ajili yako, kwa sababu alijua kuna kazi nzuri unakuja kufanya. Alijua kuna mipango mizuri utakuja kufanya. Alijua kuna mahali unaenda. Alijua kuna mahali utakuwa. Alijua utakuwa engineer. Alijua utakuwa rais wa Kenya. Alijua utakuwa nabii. Alijua utakuwa kuhani. Maana akakuandaa kutoka utotoni wako. Watu wakakuinukia, wakakupiga, akawashinda. Walipojaribu kukuangusha, akawaangusha. Alipojaribu kuwapiga walipojaribu kukupiga mieleka, yeye mwenyewe aliwapiga mieleka bila wewe kuelewa. Hauhitaji kuelewa, unahitaji kukua na kuhitaji mapenzi ya Mungu na kukaa kwenye mapenzi ya Mungu na kutembelea kwenye mapenzi ya Mungu na kutembea kwenye njia za Mungu. Naye Mungu anakupigania, Mungu anakuinua, Mungu anakuweka kwenye taadhima zake, anakuweka kwenye mipango yake mizuri. Tell your neighbor, don't fight for yourself. He's already fought your battles. Hayai, mwambie usijipigania, ashapigana. Ati alikaa karibu na, ndipo Mwenyezi Mungu akamuita Samueli. Mwenyezi nani? Kwa sababu alikuwa karibu na sanduku la agano na alikuwa kwenye hekalu. There is an atmosphere, lazima utengeneze atmosphere ya kukaa karibu na Mungu ndio Mungu akuzungumzie. Kiburi lazima uweke chini, malingo yako lazima uweke chini. Kuona wewe ni kama wewe ndio maana, weka chini. You are hopeless and useless. Wewe ni kitu kidogo sana. Ate mudu anaona ni mudu wa maana. Ate leo kiburi kimefika pale juu. Hawezi. Doge hute kata dodo. You are untouchable. God does not know untouchables. God himself is the untouchable. Hallelujah. Mungu akisema lazima hii nyumba ihame hapa iende pale, Yesu alimwambia ukipata power, yani ukiwa na power ya Mungu, utasema mlima uhame na uhama. Utasema mlima utoke hapa uende ngabo ile nyingine na utaenda. Utasema mto utoke hapa uende badi ile nyingine na utaenda, and nothing will happen to you. They will come from all directions. Ndipo Mwenyezi Mungu akamuita Samueli, naye Samueli akaitika naam. Lakini kubuka, Samueli ni mtoto tu. Alafu verse 5 inaendelea namna gani? Quickly. Verse 5 please. Huyu mama amelala. Kisha Samueli akamwendea Eli. Sasa hapo ndio matatizo inakujanga. Kisha Samueli akamwendea Eli kwa haraka, akamwambia nimekuja. Kwani umeniita? Sikiliza, aliyemuita ni nani? Aliyemuita ni Mungu. Watu wengi hapa wameitwa ni Mungu, lakini wanataka kusikiliza apostle. Hallelujah. Watu wengi hapa wameitwa na Mungu. Mungu amewaita, amekuita nyabura. Badala ya kuitika na Mungu, unaitika ukifikiria ni apostle amekuita, maana umezoea apostle. Hallelujah. Ni umenyerete apostle agatweka tareka muthuri gaku, tareka mukwanjo gaku ga gwetiri magiogo, kaya muthuri wito. Muthe. Okay, bakathire. Ni akomire. Ni hakinyire kuri athiaga. Ni hakinyire kuri athiaga. Wega kudi kwenda shosho. Sasa ni aje? Atendelea kwa nyana. Kaka jamaa kaliko. Tokwarele nao. Wewe mukwajo. Tio, mukwajo ya. Weha, jerera hari ori. Mukwajo. Mukwajo weko. Mukwajo. Umuthi ni woyo. Ndiradeithia. Ucio ni muthegi waku rino koragwo na iondo takuoya wanje kuigwo gikwariria.
Ulitagira magogona. Kisha Samueli akamwendea Eli akamwambia nimekuja kwani umeniita. Lakini Eli akamwambia mimi sijakuita. Mwambie mwenzako wacha kusikiliza sauti za binadamu, sikiliza sauti ya Mungu, sikiliza venye Mungu anataka. Don't listen to people. Maana huyu jamaa alifikiria ni kuitwa, ameitwa na Eli. Maana akili zake bado hazijakomaa kufika katika kuitika sauti ya Mungu. Akamwambia mimi sijakuita, nenda ukalale. Samueli akarudi na kulala. Verse 6. Mwenyezi Mungu akamuita tena. Naigwa, uleto maita maiga na lene ya kile uleto. Jiulize Mungu amekuita mara ngapi? And that's the reason umekuwa stubborn hapa. That's the reason you think you are the only person that can be able to be used by God. That's the only reason unafikirianga wewe ni mtu wa maana. The reason you think that you are the most special person. Until you understand to hear the voices of God, that's the time you'll know that you are special. Until you are able to know the voices of God, that is the time you'll know that God is really indeed using you. God will only use you if you realize Him. Hallelujah. God can never use you if you don't realize Him. Until umujue ndio atakutumia. Ijalishi kama alikuteua kama nabii, ijalishi alikuumba namna gani, ijalishi umeumbika na nani, umelelewa na nani, hadi wakati utakapojua sauti ya Mungu ndio utaweza, Mungu atakutumia. Samueli akaamuka, akamwendea. Mwenyezi Mungu akamuita tena. Samueli akaamuka, akamwendea Eli na akamwambia nimekuja kwani umeniita. Lakini Eli akamwambia sikukuita mwanangu, nenda ukalale. Jamaa no kurero ni toro. Toyo ndiro na wena matha. Akomete gatoro kega muno. Na ari kanitha ine. Na kwena ine gane ya maspika. No ni arangorota. Todo ni etwo. Tamuri etwo no. Verse 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujielewe. Na ndio Mungu akubali kukutumia, lazima ujue sauti yake. Maana God has to create a channel for you where He will be communicating with you. And if you don't understand the channel, then you are going to be confused. Utakufa. Niogo kwa kero wado mareko naga okigo ahono kire miaka 50 olutaga wira munyoro ko kirurumia gari no gutire kendo gika maisha baku matolete hora maturaga no gukirita gogo. Samueli alikuwa hamjui Mwenyezi Mungu. Unaigwa? Samueli alikuwa hamjui Mwenyezi Mungu, lakini Mungu alikuwa anamjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakujua, lakini itahitaji hata wewe umuelewe ndio mcommunicate. Hello. Mungu anakujua, lakini wewe haumjui. Anapokuita unafikiria ni Joeli, tono amenye lile Joeli. Mwenyezi Mungu akamuita Samueli kwa mara ya 3. Samueli akaamuka, akamwendea Eli na kumwambia nimekuja kwani umeniita. Ndipo Eli alipotambua kuwa ni Mwenyezi Mungu anakuita. Unahitaji mtu wa Mungu aliye na ufasaha. Unahitaji mtu mwenye anaweza kusimama na wewe, mwenye ako na revelation more than you. Mwenye atakwambia ushonega yorago itatodo. Kemwanane gyo kama mara ya pili, mara ya kwanza, mara ya pili, huyu jamaa akajua mwanao ni aleto, huyu mtu anaitwa. Na huyu si shetani anamuita, ni Mungu anamuita. Maana wako kwenye hekalu kwa karibu na sanduku la agano. Akajua automatically God is calling this boy. So akamudirect. You need to be directed to your vision. You need to be connected to your vision. You need somebody who can hold your hand to connect you for the blessing. That's usikue arrogant, humble down. Elisha alikuwa humble, alinyenyekea mpaka akainuka, mpaka jamaa akaenda, alipoenda akamuachia. Haleluya. Utaachiwa. Hii kitu haikuangi ati iko hapa kwa hewa imehang, ni kuachiwa, inaachiangwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwendea Eli akamwambia nimekuja kwani umeniita tena. Ndipo Eli alipotambua kuwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyemuita Samueli. Akatambua. Mtu wa Mungu akatambua ati mtu huyu kijana ni Mungu anamuita. Kwa hivyo akamdirect. You need genuine people in your life to direct you to what you are supposed to be. There are people you will meet and they will misdirect you, but you need the right. Unitie huyo amuke. She's being connected. Mwana sasa ameconnectiwa kwingine. You are being connected kwingine. Sasa be alert because God is now connecting you where you are supposed to be. Don't sleep at all. Yeah, don't sleep. God is connecting you. Naona sasa shetani amemwambia wewe kuja padi hii. Na Mungu hataki hivyo. Verse number 9 kimbia kidogo. Verse number 9 ndio tuone what really happened.
what really happened? Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, nenda ukalale. Hallelujah. Nenda kama huyo mama amelala, nenda ukalale, ndio ukakome. Hallelujah. The genuine man of God will direct you correctly. If only unapendeza. Hallelujah. Akamwambia namna gani? Nenda ukalale, na akikuita mwambie hivi. Mwambie nini? Sasa ukikuja kanisa za warokole utakuta people who are supposed to guide you, people who are supposed to take you to the direction of God, they will mislead you. Because interest zao haziingii venye walitaka. Afadhali kungolewe mtu hapa ndio interest yake iwekwe, ndio afanikiwe venye alikuwa anataka. Because alikuwa anataka kucontrol, kumanipulate, kupiga. Because ameona kilicho ndani yako anataka kukimaliza. Lakini huyu nabii Eli alijua huyu ni mtumishi wa Mungu, na akamdirect vile kulihitajika. You need a genuine person in your life. You need a person that a heart, ako na moyo wa kuona kilicho ndani yako. Sio kila mtu ni rafiki yako. Sio kila mtu ni mtu wa kutembea na yeye. Sio kila mtu ni mtu wa kukua bibi yako ama mke wako ama mume wako ama business partner. Not everybody is that material that you are thinking. You need a divine connection. You need God to intervene and to make you get connected to the right people for your life. Because this man angemwambia ni mimi nimekuita, na ingeishia hapo. Kwani mimi ni mtumishi, na nenda ukalale. Akikuita hivi, sema hivi, Mwenyezi Mungu, kwani mimi mtumishi wako nasikiliza. Hivyo Samueli akarudi na kulala mahali pake. Akarudi kulala wapi? Mahali pake. Hakuenda kulala mahali pa wenyewe, alienda kulala mahali pake. Kila mtu ako na mahali pake. Kwenye nyumba hii kila mtu ako na kazi yake. Hakuna mtu anaweza kufanya kazi ya mwingine. Hakuna. Hapa hakuna. Umeitwa ukiwa bishop utakuwa bishop. Umeitwa ukiwa reverend utaitwa kuwa reverend. Umeitwa ukiwa mwinjilisti utaitwa kufanya uinjilisti. Umeitwa ukiwa nabii utafanya unabii. Hautafanya kazi ya mwingine. Ofisi yako ni yako, kaa kwenye ofisi yako. Huko ndio Mungu, hapo huko ndiko uko iwira Daudi. Mwenyezi Mungu akaja na kusimama hapo. Halo. Mbeleni alikuwa anafanya nini? Mbeleni alikuwa anaitana. Lakini aliporudi mahali pake na akapata muongozo wa nabii, na akarudi kulala mahali pake. Akarudi kulala kwenye position yake. Kaa kwenye position yako. Wacha kungangania position za wenyewe. Kaa kwenye position, Mungu atakuja. Aliporudi kwenye position yake, under the guidance of a man of God, alifanyika nini? Mungu mwenyewe akakuja. Mwenyezi Mungu akaja kusimama hapo, akamuita Samueli kama hapo awali. Alimuita tu kama Jeri alivyolala. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimuita tu akiwa nini? Mahali pake. Na akakuja akasimama mbele yake. Hapo awali Samueli akasema, sema kwani mimi mtumishi wako nasikiliza. Anambia niko hapa nasikiliza. Kumbe hakuwa milala kama Jeri, alikuwa anategea, alikuwa anajua God is coming. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anajua God is doing what? God is coming another time. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya twende 11. Tumalizia hapo. Naona baadaye kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli, tazama, nataka kutenda jambo fulani katika Israeli ambalo kila atakayeisikia atashtuka kulisikia. That is the plan God has for you. Verse 12. That's a good plan that God has for you. Atinataka kutenda jambo fulani kwako kwenye Israeli ambalo litatishia kila mtu. Nataka kutoa unabii siku ya leo ya kwamba Mungu anaenda kutenda jambo fulani kukupitia wewe, ambalo litatisha kila mtu, ambalo litabadilisha anga, ambalo litabadilisha familia yenu, ambalo litabadilisha kazi yako, ambalo litabadilisha maisha yako. Kuna kitu kitafanya mpaka familia yenu itashituka. Kitu kitafanya mpaka mke wako atashtuka. Kitu kitafanya huduma yako itawashtua wengi. Kitu kitafanya nchi itashtuka. God is doing something. Siku hiyo nitatimiza yale yote niliyosema tangu mwanzo hadi mwisho dhidi ya Eli kuhusu jamaa yake. Nitatimiza. That is the day.
Mungu anaenda kutimiza malengo yako. Wakati utasikia sauti ya Mungu na uielewe, na akuje mwenyewe akae na wewe, atakupatia maagizo ambayo yatabadilisha maisha yako. Mungu anaenda kubadilisha maisha ya mtu hapa leo. That your life will never be the same again. Your business will never be the same again. Your marriage will never be the same again. Huduma yako haitakuwa vile ilikuwa, maana itabadilishwa. Huduma yako itabadilishwa kwa sababu neno la Bwana limetimia, kwa sababu neno la Mungu mwenyewe amelitimiza neno ambalo aliahidi tangu mwanzo, na alijua mpaka wakati Samueli atakuwa tayari ndio atakuja kusema neno hili. Uliza moyo wako, uko tayari kuzungumziwa na Mungu? Uliza tu. Mundu wa Catholic tia gushuga ulia ngoro yaku, we tayari kuhuthirwo ni Ngai? Muria tu mehuti ugo no we tayari kuhuthirwo ni Ngai? Mithaithe tu, miaririe tu, guza kila mtu guza. Uliza moyo wako, are you ready to be used by God? We tayari kuhuthirwo? Hutia ngoro baba, hutia ngoro uria, we tayari kuhuthirwo ni Ngai? Ngoro yaku no nginya ikorwo tayari. Your heart lazima ikuwe ready to be used by God. You must be ready. You are not an ordinary person. God, you must be ready. God cannot bring kingdom yake kwako when you are not ready for that kingdom. You must be ready for the kingdom. You must be ready for God to use you. Verse number 12 tumalize. Ni 12 and 13. 13 please. Nimekwisha mwambia kuwa nitaiadhibu jamaa yake milele kwa uovu unaojua, kwa sababu watoto wake wa kiume wamenikufuru mimi na hakuwazuia. Sasa mimi sitakubali kuadhibiwa na Mungu kwa sababu ya kufuru zenu. Afadhali nikufukuze utoke hapa, afadhali uniondokee, lakini kufuru zako sitakubali. Mimi ni mtumishi wa Mungu na I'm not here to compromise. I'm not here to compromise. I cannot give what I don't have. I can only give what I have. Tusimame kwa miguu yetu. Bethel Clouds TV.